Nayo inatembea katika mitandao ya kijamii ambapo imezua gumzo sana, watu wakiwa wanajiuliza hii ni sehemu gani? Mbona mtu anafika anafungua anaingia bila kuexplain na yani bila kuelezea kwa Kiswahili, naongea Kiingereza kidogo hapo. Hebu twende nikufahamishe ile eneo ambapo huyu mtu ameingia na kutuonyesha kwa undani zaidi. Kwa muda mchache sana ametuonyesha eneo kubwa na eneo lenye kihistoria katika taifa la Ujerumani. Sasa hapa ni katikati ya jiji la Berlin, chini ya ardhi, ambapo ni sehemu iliyojificha. Historia nzito ya mwanadamu mmoja aliyetikisa dunia, Adolf Hitler, imeandikwa mahali ambapo panajulikana kama Vorbank, handaki la kijeshi lilojengwa wakati wa vita kuu ya dunia, yaani vita ya pili. Ulikuwa umezaliwa? Hapana. Likiwa mahali pa kujifichia kwa Hitler na wasaidizi wake wa karibu katika sehemu za mwisho za utawala wa chama chake cha Nazi. Bank hili lilijengwa kwa zege zito mita kadhaa chini ya ardhi, likiwa na vyumba vidogo vidogo, njia nyembamba na kuta nene zilizolenga kuhimili mashambulizi ya mabomu. Ndani yake Hitler aliishi akiwa amezingirwa na hofu kubwa, presha na taarifa za kushindwa vitani, huku majeshi ya Soviet yakikaribia kuiteka Berlin. Inadaiwa kuwa ndani ya handaki hili mnamo mwaka 1940, Aprili 30, ndipo Hitler alipoamua kujiua, yeye pamoja na mke wake ambaye alifahamika kwa jina la Eva Braun, akihitimisha kwa njia ya kutisha safari moja ya uongozi wake. Kumekuwa na historia tofauti na baadhi ya walimu wakiwa wanaeleza historia ya Adolf Hitler. Wengine wanasema alijitumbukiza kwenye pipa la asidi, ndio maana mwili wake haukubahatika kuonekana, na wengine wamekuwa na historia tofauti. Lakini kwa mujibu wa maandiko niliyobahatika kukutana nayo katika mitandao ya kijamii, yanaeleza kwamba Adolf Hitler alijiua mwaka 1945 Aprili 30, akiwa na mke wake ndani ya handaki ambalo walikuwa akikaa. Sasa mke wake alifahamika kwa jina la Eva Braun. Kama utabahatika kwenda kumsoma zaidi, basi nenda na kamsome zaidi. Baada ya vita kumalizika, handaki hilo liliachwa, sehemu zikaharibiwa, nyingine zikafunikwa, kana kwamba dunia ilitaka kusahau. Leo hakuna majengo makubwa juu yake, ni eneo la kawaida tu lenye kibao kidogo cha kumbukumbu kikikumbusha kizazi cha sasa juu ya hatari ya chuki, udikteta na matumizi mabaya madaraka. Vorbank si handaki lililoachwa, ni ukumbusho wa giza la kihistoria, mahali panapotoa funzo, kana kwamba nguvu bila utu na uongozi bila huruma huishi kwenye uharibifu na maangamizi. Hii ni Bongo Story Hub. Mimi ni Stefano. Je, wewe ni mfanyabiashara? Kama jibu ni ndio, basi habari njema ni hii. Unahitaji biashara yako ionekane na maelfu ya watu kila siku? Na je, unahitaji njia rahisi ya kuongeza wateja kwa haraka? Bongo Sauce tupo kwa ajili yako. Tunakupa nafasi ya kipekee ya kutangaza biashara yako na bidhaa nyingine mbalimbali kwenye mitandao yetu ya kijamii yenye wafuasi wengi na ushawishi mkubwa mtandaoni. Kupitia Bongo Sauce, fikia wateja wengi mtandaoni. Tangaza nasi kwa bei nafuu na matokeo utayaona kwa haraka. Wewe mfanyabiashara, pata nafasi ya kuonekana na kufahamika zaidi, na biashara yako kukua na kupata wateja wengi mtandaoni. Jiunge na familia ya Bongo Sauce leo na uongeze wateja wengi kwenye biashara yako. Wasiliana nasi kwa namba ya simu 0747692064, barua pepe alphatizben@gmail.com. Bongo Sauce, sisi ndio wakombozi wa biashara yako. Karibu tukuhudumie na tukuongezee wateja rukuki.